wakaja kunikamata mimi na watoto wangu, wakanifungulia kesi na kuwabambikia kesi. Ana mbuzi 30, ana ng'ombe 50. Wananchi wa kijiji cha Kazole kusini mji mpya kata ya Vikindu wilaya ya Mkuranga mkoa wa Pwani wanalalamikia kupigwa, kujeruhiwa na kubambikiwa kesi, huku wenzao wakitumikia vifungo gerezani kwa madai ya kung'oa beacon kwenye shamba la mtu anayedaiwa kuwa ni mwekezaji. Naitwa Nuru Mbonde. Malalamiko yangu kwenu rais na viongozi wengine, tunanyanyaswa, tunaonewa, tumefungwa tai la shingo na viongozi wa serikali, kuanzia ngazi ya kwanza kijijini, mtendaji, mwenyekiti, diwani, mkuu wa wilaya, mkuu wa mkoa pamoja na mbunge. Anajua tatizo hili. Tumechomewa moto vibanda vyetu vya kupumzika jua na mvua. Tumekuja kutoka chomewa hadi bendera ya chama tawala. Samia uliko na kuomba. Samia Suluhu uko uliko na kuomba. Tunakuomba tunajina. Sisi wakulima tunaonewa huko jamani. Twende wapi sisi jamani? Tukiwa Masai wanakuja wanatupiga fimbo. Ndugu zetu wapo jela. Wanatumikia kifungo jamani. Wananchi hao wamedai kuwa waliruhusiwa kuendeleza shamba hilo kwa shughuli za kilimo baada ya aliyekuwa rais wa awamu ya 5 hayati John Pombe Magufuli kudai kufuta hati ya umiliki wa shamba hilo kufuatia aliyekuwa mwekezaji kushindwa kuliendeleza tangu apewa na kijiji hicho mwaka 1988 ili kuanzisha kiwanda. Badala yake linadaiwa kuwa na mifugo isiyozidi 100 ikiwemo mbuzi, ng'ombe pamoja na kondoo. Nataka nitamtuma waziri wa ardhi. Katika nchi hii huwezi kukaa na ardhi heka 1000 wakati hujaziendeleza. Alitakiwa ile ardhi iwe imeshafutwa dhamani. Hiyo ndio sheria ya nchi yetu. Hauwezi ukapewa ardhi ukaacha kuiendeleza, halafu kaanza kufanya ujanja na halmashauri kwa kupima mahali pa viwanda wakati ardhi hukuiendeleza. Sasa nataka mfanye process, wewe DC, naibu waziri, umenielewa, na wizara ya ardhi, mlete hiyo hati niifute. Mfanye process niifute. Nikishaifuta itagawanywa. Tutaikata katikati, ili inayotakiwa kuendelezwa itaendelezwa, nyingine nitaigawa kwa wananchi bure. Mkuranga oye! Huo ndio uamuzi wangu. Bi Mwanahamisi mwenye umri wa miaka 80 ni miongoni mwa wananchi wa kijiji hicho kwa muda mrefu sasa. Anasikitishwa na vitendo ambavyo wanafanyiwa na walinzi ambao wanalinda eneo la mwekezaji huyo. Kilio chao wamekielekeza kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan awasaidie waweze kupata haki yao, kwani kufanywa hivyo kunapelekea wao waishi maisha magumu, kwani watu hao wanawazuia kuvuna mazao yao na kuyaharibu kwa kulisha mifugo na kuyafyeka, huku wakiwapiga na kuwafungulia kesi. Binyamwela mimi ni mkulima. Nimelima, nimejenga nyumba kama hivi, imevunjwa. Nimelima na mipunga, wamelisha ng'ombe. Na uwanja, mtu kama mimi siwezi hata kufanya biashara sehemu yoyote. Naomba kwenye serikali itusaidie kwa tabu tunayoipata. Shamba tulikuwa na Magufuli. Shamba tulipewa na Bwana Rais Magufuli. Hatukuvamia, hatukubeti. Sisi tumepewa na serikali. Leo tunanyimwa hata kula vyakula vyetu. Hata vyakula vyetu hivi tunakatazwa kwa nakula watu. Wenyewe tunakufanya. Ngine hata biashara hatuiwezi hapa tulipo. Tunakwenda wapi sisi? Serikali tunaiomba itusaidie. Husna Kashinde, yeye ni mtoto wa mkulima katika shamba hilo, anasema maisha yao kwa ujumla ni magumu kwa sababu hata upatikanaji wa chakula ni mgumu, kwani hakuna uwezekano wa kuvuna mazao waliolima shambani humo. Kila anayejaribu kusogea katika eneo hilo huambulia kipigo, hali ambayo inawatoa machozi kila siku wasijue cha kufanya.
Naitwa Husna Kashi, mtoto wa mkulima mwenye shamba hilo la Hamidu la mwekezaji tuliopewa na marehemu Magufuli. Lile shamba wananchi wanateseka sana, tunapigwa sana. Wazee, wakina mama zetu, bibi zetu wanalima mazao, lakini mazao yanaoza, tunakufa njaa. Mwenyekiti, kiongozi wa hilo eneo la kwa Hamidu, siku anaokamatwa mimi nilikuwepo. Ilipigwa simu kwenye kituo cha polisi cha Vikindu, mimi nashuhudia, na defender nililiona lilikuja. Huyo mbaba alipigwa na Wamasai, alitoka nao huko shambani kwa Hamidu mpaka pale kwenye ule mkuzo aliopiga. Kufika pale defender, baada ya kukamata wale Wamasai, wakamkamata yule babu. Walimkamata wakamwingiza kwenye defender na walikamata 3. Na mmoja walimfuata kabisa kwenye nyumba. Kabisa walimfuata yule baba wakaenda kumkamata. Mama, tunakuomba mama yetu huko ulipo, tusikilize, utusaidie. Wazee kina mama wanateseka sana. Mama zetu wanaumwa vifua, wanateseka. Pale lilikuwa ni poli kubwa. Watu wamekata miti, wamekata visiki vikubwa. Hata hivyo wanaona pamesafika. Baada ya Rais Magufuli kutoa agizo hilo, aliyekuwa waziri wa ardhi William Lukuvi alifika katika kijiji hicho na kufanya mkutano na wananchi, akiwepo mwekezaji wa shamba hilo, ambapo aliwataka wananchi ambao walikuwa katika eneo lile wajiunge katika vikundi vya watu 5 kwa ajili ya kufanya shughuli za kilimo, huku wakisubiri kurasimishiwa eneo hilo. Sasa huyu ndiye aliyenunua shamba mwaka 88. Lakini nimeshamwambia ndani, namwambia makosa yake na makosa ya hao maafisa wa serikali waliokuwepo na hela alizowahonga huyu. Kwa utaratibu wa sheria za nchi hii, mtu yoyote anapopewa akopea benki na nyinyi kawaweka rehani. Sasa na wale benki nao wamepigwa changa la macho, kwa sababu walitakiwa kabla hawajakopesha waje huku waangalie hiyo hati ina migogoro gani. Huwezi kuwa Dar es Salaam kule unamkopesha huyu kwa karatasi, lakini hujaja kufanya. Ingekuwa benki nzuri ingekuja kufanya uhakiki, wangesema kwa migogoro hii hatukukopeshi kwa hati hii, tafuta dhamana nyingine. Ili akina mama hapa kama wapo 5 wanalima mboga, mnawapa hicho kijaruba kimoja. Vijana 5 wanataka kulima sijui mahindi mabichi, mnawapa kijaruba kimoja, lakini mnawamilikisha. Huyu bwana akileta mahitaji, wewe mahitaji yako hasa ni nini? Viwanja. Tabidi viwanja. Sasa maeneo ambayo yanafaa makazi ambayo hayana wananchi, mnaweza mkapanga viwanja mkaelewana. Huyu bwana akimiliki viwanja vyake, mpeni huo viwanja kwa majina anayotaka, lakini lazima alipie gharama za serikali kwa hati za sasa. Mwenyekiti wa Jumuiya ya Maridhiano na Amani Tanzania, ambaye pia ni mjumbe wa siasa wa CCM kata ya Mtoni kwa Ziziali, Sikujua Mzirai, amesema kwamba baadhi ya polisi wamekuwa na maneno ya kukatisha tamaa kwa wananchi wa kijiji hicho, hali ambayo inawafanya wananchi kupoteza imani na viongozi wao. Baadhi ya askari wanawatamkia wakulima kauli za kejeli, kama vile Kamfufuoni Magufuli aje kuwatetea. Sio hayo tu, kuwabambikia kesi za uongo, kuwasotesha kwenye mahabusu. Vitendo hivi viovu vinatabiwa na baadhi ya viongozi mafisadi ama wezi, ili tu kuwadhoofisha wakulima wasiendeleze eneo hili ili wafanikishe dili lao. Kitendo cha kung'oa mawe halali na kuweka beacon ni njia ya kupoteza ushahidi. Sasa Mungu amewaombua kweupe. Viongozi wa aina hii wamepoteza sifa ya uongozi, pia wanakwenda kinyume na viapo vya utumishi, miiko na maadili ya kiongozi. Upande wa kisiasa, idadi ya wakulima katika eneo hili, mheshimiwa mwandishi wa basi, kama unavyoona ni 640. Kero na manyanyaso yanayowakuta kutokana na uzembe wa baadhi ya viongozi wa serikali kushindwa kuwatendea haki zao za msingi imeathiri hali ya kisiasa. Mfano hai ni huu sasa, wameleta malalamiko na vilio vyao katika chama chao pendwa CCM, kwa sababu mimi ni kiongozi ndani ya Chama cha Mapinduzi pia. Dosari hizi zinatakiwa zipatiwe ufumbuzi wa haraka ili kwa kipindi hiki tunachoelekea kwenye uchaguzi mkuu 2025 zisipunguze kura za Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Naomba naishauri serikali pamoja na Mheshimiwa Rais,
Tarehe 2, Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, naomba unisikilize vizuri. Nilileta barua hii, nakala hii katika ikulu ndogo ya Dar es Salaam na nilihojiwa dakika 45. Ushahidi nilionyesha kama unavyoonekana hapa. Kama unavyoonekana, lakini nina mashaka kwamba ushahidi huu ulinyofolewa kwa sababu kama unavyoona haya ni mazao. Haya ni mazao. Hii ni bikoni haram. Hii ni bikoni haram. Hii, Mheshimiwa Rais, naomba uelewe kwamba taifa hili lina viongozi lakini wengi wao ni mafisadi. Na tarehe 30, Mheshimiwa Rais, nilifikisha taarifa tena ikulu kueleza uharibifu huu unaofanywa na hawa mafisadi. Watoto wamekufa, tunaomba Chonde, Chonde utusaidie mama, tunaomba Chonde utusaidie, tunanyanyaswa, tunapigwa.